Lisikie neno la Bwana, ewe mwanamke. Bwana anasema hivi, kuna ugonjwa unakuja mzito haujawahi kutokea. Kuna ugonjwa mbaya unakuja kwa wanawake. Ugonjwa huo utapiga kifua, maziwa ya wanawake yatajaa, alafu yatakuwa yanachuruzika maji. Ninayasema maneno haya kwa machozi. Bwana ameniambia kirudia na picha kama imesimama mbele yangu. Nikawa ninaona wanawake, hata sasa ninaona wanawake wengi, vifua vimejaa, maziwa yamejaa. Ni ugonjwa mbaya ambao hauna tiba. Ugonjwa huu Bwana akaniambia utapiga Ulaya, utapiga Asia, utapiga Amerika, utapiga Afrika na Tanzania utapiga. Lakini Bwana akaniambia wale ambao wataanguka mbele zake, wale watakaoanguka mbele za Bwana na kujua kwamba huyu ni Mungu na kwamba nimekosa mimi na uzao wa tumbo langu, na ukanitafuta nikupe maelekezo Mungu aliyonipa, utakuwa salama. Ni kilio na huzuni. Ninayo sababu ya kuweka mikono yangu namna hii, maana ni wakati wa taabu, ni wakati wa dhiki, ni wakati wa machozi, ni wakati wa machozi. Wakati Bwana ananipa kuona maono haya, nikaona nguo zinashindikana kuvalika. Zinashindikana kuvalika, vifua havifai. Yaani ndani ya kifua kunakuwa na fukuto, moto unawaka ndani. Alafu mwili unanyongonyea. Mwili mtu anakonda, maana maji yanamwagika, mtu anakunywa maji yanapita, anakunywa maji yanapita. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana, hasira ya Bwana inawaka kwa wanawake wote duniani. Kwa wanawake wote duniani. Ninasema na wanawake, ujumbe huu unawahusu wanawake, kwamba kuna ugonjwa unakuja. Hauko mbali, kuna ugonjwa unakuja wa kuvimba matiti. Maziwa ya wanawake yatavimba. Katika kule kuvimba yanachuruzika maji, nguo hazivaliki. Lakini Bwana akaniambia, atakayesikia sauti yako, akaanguka, akanitafuta uso, akakupigia maelekezo niliyokupa, akayatii, atakuwa salama. Ugonjwa huo hauko mbali. Kwa hiyo ninayatamka haya kwenu. Mwenye sikio na asikie. Mwenye sikio na asikie. Mwenye kudharau, dharau. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante. Asante kwa kuwa wewe ndivyo ulivyo. Siku zote unalituma neno lako, Bwana. Anayetii na kukubali anakuwa salama. Maana umesema atakaye kuheshimu na utamheshimu, atakaye kudharau utamhesabu kuwa si kitu. Hakika ujumbe huu Mungu uliouachilia duniani siku ya leo, kwa kila ambaye atatii, maana amekuheshimu. Maana wewe Mungu ni neno. Wewe Mungu ni neno. Atakayeliheshimu neno lako amekuheshimu, atakuwa salama. Atakayelidharau neno lako, Bwana, amekudharau wewe, na utamhesabu kuwa si kitu. Ndipo Bwana ukanipa kuona wengi watakufa. Ukaniambia Bwana ya kwamba unatamani ujumbe huu ikiwezekana apatikane mtu wa kuandika hata kwa maandishi, ili mataifa mengi waupate ujumbe huu. Maana watu wanakwenda kufa, wanawake wanakwenda kufa kwa sababu ya ugonjwa huu. Kwa Shadraki Mwangoje, kama unaweza kuandika huo ujumbe kwa kuandika kwa Kiingereza, ili watu wapate tafsiri ya ujumbe huu duniani, basi Mungu akutendee mema. Mungu awatendee mema. Kuna mambo yanakuja mabaya.
kuna mambo yanakuja mabaya magumu. Ndiposa ninalia na kusema laiti wangepatikana watu wanaompenda Mungu wakanunua kifaa cha kutafsiri lugha kwenda mataifa mengine, itakuwa ni heri sana. Wewe unayejua thamani ya injili hii, wewe unayejua thamani ya wito huu, hebu jitoe huko uliko, ununue kifaa cha kutafsiri lugha ili watu wa Mungu wapate ujumbe huu kwa lugha zao, kwa kabila zao. Utakuwa umemfanyia Mungu ibada ya thamani. Utakuwa umemfanyia Mungu jambo kubwa. Utakuwa umeokoa watu wengi. Wewe mwanamke ambaye uko tayari kulifanya jambo hili, nataka nikwambie kwamba huo ugonjwa hautakupata. Maana ugonjwa huu hautabagua rais, hautabagua mbunge, hautabagua mwenyekiti, hautabagua cheo chochote, hautabagua wala waziri, hautabagua, utapiga tu. Una heri wewe mwanamke ambaye utatii sauti hii. Na sasa nasema ninakuona uko mwanamke ambaye unasema mimi niko tayari. Mimi niko tayari ugonjwa huo usinipate na watoto wangu. Niko tayari kununua hicho kifaa. Ubarikiwe wewe mama. Ubarikiwe. Barikiwe na Bwana. Ubarikiwe wewe mama ambaye unalia hata sasa, unasema mimi nitanunua hicho kifaa. Mimi nitatoa sadaka ya thamani yoyote inayotakiwa ili mimi na nyumba yangu na watoto wangu nibaki salama. Ubarikiwe wewe. Ubarikiwe. Ninakuona mwanamke mwingine, namuona yuko Uingereza. Ninakuona uko Uingereza. Mwingine namuona yuko Amerika. Mwingine namuona yuko Canada. Mwingine namuona yuko Uarabuni. Ninamuona mwingine akiwa India. Ninawaona watu wa Mungu. Ninamuona mwingine amejifunga kitenge namna hii. Anasema mimi nitanunua. Niko tayari. Ubarikiwa wewe uliye tayari. Maana hutakwepa. Hiyo ghadhabu ya Mungu hutaikwepa. Hutaikwepa. Utakayepona ni wewe ambaye uko tayari kuanguka, kutubu na kunisikiliza. Maana nina maelekezo mengine ambayo nimepewa. Mungu awabariki wale wote ambao mtaitii sauti ya Bwana. Mungu awabariki. Nao maelekezo mengi ambayo Mungu amenipa. Kila atakayenitafuta nina maelekezo kwa ajili yake. Baba, ninasema asante kwa wema wako. Ninasema asante kwa upendo wako mkuu. Ninasema asante Bwana, kila ulichoniambia machozi yakitililika nimekisema kwa watu wako. Ubarikiwe Mungu wa mitume na manabii. Ubarikiwe kwa ajili ya mama yule ambaye Bwana yuko tayari kuyafanya mapenzi yako ili awe salama yeye na uzao wake. Ubarikiwe Bwana kwa ajili ya wanawake hao ambao ninaona wakiwa wamejikusanya pamoja, wameshikana mikono, wanalia, wanatubu na kugaga na kusema tuko tayari kuyafanya yale yote Bwana anayoyataka. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wanawake hao. Asante kwa ajili ya mtumishi wako aliyoko Canada. Asante kwa ajili ya mtumishi wako aliyoko Amerika. Asante kwa ajili ya mtumishi wako aliyoko Uarabuni. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko Japani. Asante kwa ajili ya watumishi wako walioko China ambao Bwana wako tayari kulitii neno lako. Maana ugonjwa huu umesema utapiga kila taifa maskini, taifa tajiri, taifa lenye uchumi, wakati wote watapigwa. Maana asila yako inawaka. Nakushukuru Mungu wa mbingu na nchi. Ninakubariki Bwana. Ninasema asante. Jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe milele na milele. Wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu. Amen.